Kuna shida Kenya, shida kubwa sana. Kuna idara ya polisi ambayo sasa inamilikiwa na magun, yaani wahuni. Wengine wabeba mapastola, wengine na kazi ya polisi. Ukifika Nairobi, badala ya kulinda usalama wa wananchi, wanalinda magun. Ndio magun wazuie kina Kalonzo na kina Gachagua na kina Jebi Muturi na kina Matiang'i na wale wengine Eugene Wamalwa, tusisonge na kuokoa Kenya. Na mnajua ndio sisi chama cha Wiper Patriotic Front tukaata zindua mwenendo mpya, jina mpya, kuonyesha uzalendo wetu. Hasa tukikumbuka vijana ambao waliuawa kiolela in 2024 wakisema hii sheria hii ya Bwana Ruto unataka kutoa ushuru, na huo ushuru ukitolewa hatuoni pesa zinaenda wapi, zinaelekea kwa mifuko ya watu binafsi, tunataka nchi yetu. Watoto wakatoka wakitumia katiba yao wakauawa. Huyo kijana Rex Masai alikuwa wa kwanza akauawa, kapigwa risasi akauawa. Ajabu ni kwamba juzi anaenda mahakamani ofisa wa shirika laitwa IPOA, Independent Police Oversight Authority, ambayo kazi yake ni kuhakikisha polisi wetu wa Kenya kikatiba wanaajibika. Na kama kina polisi wanatumiwa vibaya kama ambao wanatumiwa na maguni na wahuni, wao wanachukuliwa hatua kisheria. Sasa ofisa kaenda akasema pale Martin alipigwa risasi hakuna ushahidi wowote. Na dunia nzima kupitia runinga, television na kwingineko, Al Jazeera, CNN, dunia nzima iliona vile huyo kijana alipigwa risasi. Anasema hakuna ushahidi. Hiyo ni kusema the only askari ambaye alishikwa akashtakiwa na mauaji ya Martin Rex Masai sasa ataachiliwa. Kama hakuna ushahidi ataachiliwa. Lakini nataka Bwana Ruto aelewe kwamba haitoshi kwamba unalipa tu ridhaa. Kwanza hiyo kisheria ni wazi kusema umekubali. Hiyo ridhaa unaolipa ingeandamana na apology kubwa, kuomba msamaha kwa Wakenya kwa sababu uliruhusu polisi wako wakatumia mamlaka vibaya, wakaua watoto. Hata sasa tunavyoongea wiki hii peke yake, wengine wanafanya maandamano na nyuki wakipinga kuanzishwa kituo cha kutibu ugonjwa hatari wa Ebola. Wakawawa pia, bado wanaua watu. Polisi wanatumia live bullet. Kwanza kutumia risasi ambao inaweza kuua binadamu siku hizi dunia nzima kumepigwa marufuku. Lakini hapa Kenya polisi wanashoot, wanaua. Sisi kama serikali badala, the government in waiting, tumeamua kwamba tarehe 25, kila tarehe 25 mwezi June tutakuwa na sikukuu, public holiday, ya kusherehekea maisha ya watoto wetu ambao waliuawa, watoto wa Gen Z. Na ni lazima siku hiyo tuhifadhi, iwe ni siku ambao tutakuwa tukiombea watoto wetu na kumulika haswa kuelekeza mafikira yetu juu ya mawazo mapya ambao watoto hawa walileta. Unajua kwanza Kenya ilipigania uhuru wake, tukamwaga damu wa Mau. Alafu tukaja tukapigana tupate democracy. Alafu tukafanya ile economic liberation. Lakini watoto wameleta uhuru wa Gen Z ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Kwa hivyo tutakuwa tukienzi kila tarehe 25 mwezi wa June. Hiyo tumeamua and we mean business. Nataka Wakenya na nyinyi wetu hapa nyumbani mjue kwamba Kenya iko mahali pabaya. Kuna ukiukaji wa sheria, ukiukaji wa katiba yenyewe ambayo kiongozi wa nchi ni lazima ailinde na kuitetea katiba. Ingawaji Bwana Ruto alipinga hiyo katiba, lakini haimaanishi kwamba hata kama alipinga sasa hivi amewekwa mamlakani kulingana na sheria ya katiba ya Kenya.